jioni ya leo Bwana, kila mmoja aliyekuja mahali hapa asitoke bure, maana mkono wako uko mahali hapa Bwana. Tunaliinua na kulishangilia jina lako mno, maana umetukuka peke yako. Bwana, mbingu na zinyamaze, hadi zinaisikia jioni ya leo, hali ya hewa naisikia jioni ya leo, malango haya nayosikia jioni ya leo, kwamba uko Bwana wa mabwana, wakuangaili na wasikia sasa, kwamba Bwana wa mabwana na mfalme wa falme umeshuka sasa, umeshuka sasa Bwana, umeshuka na uweza, umeshuka na jeshi lako, umeshuka na malaika wako, umeshuka Bwana, umeshuka wewe Bwana, umeshuka rabuko karabashuka. Piga makofi mengi kwa Yesu. Isikie makofi mengi kwa Yesu, watu wa Mlandizi. Isikie makofi mengi pale nyuma. Isikie makofi mengi kwa vijana. Isikie makofi mengi tena na tena. Hii ni habari njema tunayohubiri wiki nzima ndani ya Mlandizi, na leo siku yetu ya 6 tunaendelea kuhubiri habari njema mahali hapa. Haleluya! Habari nyingine hazina thamani sana kama habari hii tunayohubiri ndani ya wiki hii. Basi unaweza ukachukua nafasi itusikilize nini ambacho Mungu amekusudia kusema nasi siku ya leo. Jina langu naitwa Isa Juma Mwandinde, mzaliwa Mbeya na ishi Dar es Salaam. Mempendeza Mungu ndani ya wiki yetu endelee kuwepo mahali hapa. Tangu siku ya Jumapili tupo mahali hapa tunazitangaza habari njema za Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nazidi kumshangaa sana Mungu kwa kile anachozidi kufanya ndani ya Mlandizi ndani ya wiki hii tangu tumeanza. Ni kitu cha ajabu sana na kitenda kwetu. Nilisimama siku ile ya juzi nikasema Mungu kakusudia tuseme kwa habari ya kusudi la Yesu Kristo ndani ya Mlandizi. Lakini leo nazidi kumshangaa Mungu. Wakati naimba kwaya ya Yerusalemu, nikajitahidi nisizuie nikae, lakini nikanyanyuka tu kwa sababu ya kile Mungu alichonipa kwa siku ya leo, kwa habari ya siku ya Bwana. Siku ya Bwana, siku ya Bwana ikaribu. Amenituma nikwambie kwamba siku ya Bwana ikaribu. Siku ya Bwana ikaribu. Kijana mwenzangu, unaposikia sauti, unaposema unakula uchana, siku ya Bwana ikaribu. Uchana utakumaliza. Unaposema unakula bata, bata watakumaliza wewe. Siku ya Bwana ikaribu. Siku ya Bwana. Nikatulia, nikaanza kutafakari kwa nini itwa siku ya Bwana wakati hata Jumapili tunaita siku ya Bwana. Ndipo nikajua ya kwamba ipo siku ya Bwana iliyo ya kinabii, lakini ipo siku ya Bwana ambayo si ya kinabii tunayoabudu siku ya Jumapili, nayo siku ya Bwana lugha ya Kiingereza inasema the day of the Lord and the Lord's day, yani siku ya Bwana tunayoabudu siku ya Jumapili na siku ya Bwana ya kurudi kwake Masia. Ufunuo inasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Jicho la anga litamwona, jicho la ardhi litamwona, jicho la miti litamwona. Siku ya Bwana ikaribu. Ikarabasaka. Fungua kitabu cha Mathayo ule mlango 24 mstari wa 3, tutasoma pale mpaka 15 taratibu kabisa. Ikarabasaka. Yes Lord, ndio Bwana.
Tusome hiko kitabu cha Mathayo. Soma mtumishi wa Mungu Kachila, taratibu, twende kabisa taratibu, ili watu waelewe na yasema sio ya kwangu, ni ya Yesu Kristo aliyasema. Maneno ya Mungu yanasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 3 soma mpaka 14. Maneno ya Mungu yanasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo haya yatakuja lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Simama hapo kwanza. Alikuwa Yesu ameketi katika mlima wa Mizeituni. Mara nyingi alikuwa anakwenda huko ili apate utulivu wa kuongea na Baba yake aliye mbinguni. Hao wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakamuuliza, Yesu, tuambie, mambo haya yatakuwa lini, hata mwisho wa dunia? Soma hapo mtumishi wa Mungu. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na tetesi za vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa itaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa, matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa uchungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua nanyi. Mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapungua, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Nasema siku ya Bwana, wanafunzi wakamuuliza Yesu, tuambie, mambo haya yatakuwa lini, hata mwisho wa dunia utakuwa lini? Ndipo Yesu akaanza kueleza, akasema mambo mengi yatatokea, vita, matetemo yatatokea. Hata sasa tumeona vita nyingi zikipigwa duniani, tumeona matetemeko ya ardhi, tumeona maasi mengi yanafanyika. Baba haoni ajabu kumwondoa mtoto wake duniani. Baba haoni ajabu kumbaka mtoto wake. Ndipo nikapelekwa mahali pengine, pale ambapo Paulo anamwambia Timotheo, ile Timotheo wa pili ule mlango wa 3 mstari wa 1, anasema ya kwamba, Timotheo mwanangu, ufahamu neno hili, ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu, watapenda fedha kuliko ndugu zao, watapenda fedha kuliko wazazi wao. Ndio maana leo tunaona wazazi wa polasi kuondoa watoto wao, watoto wa polasi kuondoa wazazi wao kwa ajili ya pesa. Si kitu cha kawaida, ni nyakati ambazo zilitabiriwa. Nikirejea kitabu cha Mathayo, kinaanza na ukoo wa Yesu, kinaeleza habari za Yesu, lakini ukienda sura hii inaeleza mambo yajayo yatakayotokea kati ya injili 4, ambapo injili ya Marko inaeleza habari ya injili ya Yesu na injili ya Luka inaeleza habari ya kuzaliwa kwa Kristo, lakini injili ya Yohana inaeleza habari ya uungu wa Yesu Kristo, kwamba yeye ni Mungu saili, hata mauti ya pili haina nafasi. Akasema ya kwamba manabii wengi watatokea, walio wa uongo watatanganya wengi. Leo tunaona wapo manabii wengi wananena habari za uongo, wanatanganya wengi, wanapoteza wengi, wengine hata wanaingia gharama zisizo na sababu. Unapoteza fedha yako ambayo
Ilitakiwa pengine uwe na mradi, lakini unaliwa kwa sababu ya kukosa maarifa. Leo nimeleta habari njema, tumeleta habari njema ya kwamba hayo yalitabiriwa. Geuka leo, maana siku ya Bwana ikaribu. Usipoteze na upepo unaovuma. Ukiendelea kusoma, anasema ndipo mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama kule Yerusalemu. Mwe tayari, muwe na sababu ya kutayari. Wapo wakuu wa nchi wakatangaza, maana toka mwaka 1948, yani 1948, Yerusalemu haikutambulika kama mji mkuu wa Israeli. Lakini baadaye miaka kadhaa ya hivi karibuni, baada ya rais mmoja mkuu wa nchi fulani akaanza kutangaza, hivyo ni viashiria. Lakini mwaka 2016 mamdogo yangu alikuwa kule Lebanoni. Alipokuwa kule akarekodi klipu ndogo, wingu lilishuka, vinanda vinasikika ndani yake, ishara ya kwamba mwana wa Adamu yuacha. Nikaanza kujiuliza, siku moja nimefunga maombi ya siku kadhaa, ninamwomba Mungu. Wakati nimechoka, nikawa nimeketi kwenye kiti, nikawa naimba tenzi ya rohoni. Nilipokaa kwenye kiti, nikasikia sauti inaniambia ninarudi kulichukua kanisa. Nilipokaa hapo, nikaanza kulia, nikaomboleza kwamba Bwana, itawezekanaje ukaja kulichukua kanisa wakati hata rafiki zangu hawajaokoka, vijana wenzangu hawajaokoka. Nikaomboleza sana, nikajua hapana. Nikaendelea kumuuliza Mungu, akaniambia tena, akasema ya kwamba ninarudi kulichukua kanisa, ninarudi kubeba kanisa langu, ninarudi. Siandae, siwekeni tayari. Nikasema Bwana, ikiwa sauti yako iendelee kupiga kelele, iendelee kusema nami hata kwa majuma kadhaa, ikaendelea kusema juma la kwanza, ikaendelea kusema juma la pili, ikaendelea kusema juma la tatu, ndipo nikasema Bwana, hakika hili ni la kwako, maana umeendelea kulithibitisha. Si mara ya kwanza, ndani ya miaka kadhaa unalithibitisha ya kwamba unarudi. Siku ya Bwana ikaribu. Sefania katabiri akasema, siku ya Bwana ikaribu. Siasalini, wakati wa utungu, wakati wa kisa kinene, wakati wa utusitusi. Utungu manake nini? Viasilia vitaonekana, kitu kitaonesha kinaundwa namna fulani ili kuweza kutokea. Lakini mahali pengine Biblia inaeleza kwamba itakuwa wakati wa jua kuzama. Yani si sioni ya kawaida, ni sioni ya kiroho, kwamba ni muda umekwenda sana na majira yameisha sana. Ukifika wakati ndipo kisa kitaanza. Manake nini kisa kuanza? Manake nini? Ya kwanza ni kwamba watu watakosa nuru tena, injili haitasikika tena, itakuwa imekata. Maana Yesu akasema habari njema itahubiliwa kila mahali. Leo tumeleta habari njema, wapo wengine wanapuuza, wanaona kwamba tunapiga mdananda tu, tunacheza tu sawa sawa na nyimbo nyingine. Lakini acha nikwambie, siku ya Bwana ikaribu. Siku ya Bwana ikaribu. Bwana atakuja kuchukua kanisa. Bwana atabeba kanisa lake. Kanisa ni nini? Sio nyumba ya kuabudia. Kanisa ni wewe, mtu wa mlandisi. Ndiyo kanisa linalozungumzwa kwamba ipo siku utaondoka duniani. Au kishaondoka, maandiko yanaeleza Waebrania 9:27 ya kwamba baada ya kifo ni hukumu.
hakuna tena sala marehemu. Hata tukapiga pambio, tukasifu, tukasema marehemu alikuwa anakaa kwenye kiti hiki kigoda na hii fomu, alikuwa anapenda kukaa. Acha tumsalie sala za kaburini hazina manufaa, sala za kaburini hazina manufaa. Sala moja yenye manufaa wakati uko hai, unapokiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Hiyo ndio sala yenye majibu. Ya makaburini haina majibu, haina majibu, haina majibu. Juzi nikatoa mfano ya kwamba unapolala unaondoka, haui kwenye mwili huu. Upo wakati mtu anaweza kukuamsha usiamke, lakini si kwamba umekufa, ila usingizi mzito umekubeba. Mimi mwenyewe isaitokea hiyo. Wakati nimelala nikasema hebu nijipumzishe saa tatu, lakini nikashituka asubuhi. Nikauliza, yupo mdogo wangu akasema, kaka, tumekuja hapo, tumekuamsha sana, lakini ukuamka tena, uliacha mlango wazi, tukakutikisa ukuamka mpaka mjomba akasema ya kwamba mwacheni kapumzika. Acha nikwambia kwamba ile tu ni maonesho ya kwamba upo wakati hata wakikutikisa hautatikisika kamwe. Na kama unabisa kwamba Mungu hayupo, basi kibise kifo kwamba hakipo. Imeandikwa ya kwamba neno la Bwana halitapita kamwe, yote yatapita sawasawa na Mathayo 24:34 mpaka 35. Yesu anasema haya yote nimewaeleza, neno langu halitapita kamwe mpaka yote atimie. Kama unataka uone kivumbi cha Mungu, hebu rudi 2020 3:16, yani 16 Machi, Tanzania tulipotetemeka baada ya uviko kuingia. Ni utaona kwamba Mungu ni zaidi ya yote. Tulikaa kimya, huzuni ilikuwepo, ukiwa ulikuwepo. Hiyo ni ndogo tu, ni kutikisika tu kidogo, lakini wote, hakuna mwenye alikuwa juu ya kile kitu. Hakuna aliyesimama juu ya uviko 19. Hakuna aliyesimama. Biashara hazikwenda, kazi hazikwenda. Hasa nikwambia kwamba ndivyo ambavyo mwanaume anatoa leti ya kwamba siku yake ikifika hayo yote hayataenda. Anaeleza tena, Yesu anasema ya kwamba ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Sio mimba ambazo wanazo wamama. Wapo watu wana mimba ya dhambi, wanaipakatia kama mtoto mchanga, hawataki kuachilia dhambi zao. Wapo vijana ni wepesi kuharibu wadada, kuharibu watoto wa shule. Wapo kina mama ni wepesi wa kuacha ndoa zao, kuona hazistahimili na kwenda kwa wanaume wa nje. Hao ni wenye mimba na wanaonyonyesha, ambao Yesu anazungumza ya kwamba wanakataa kutubu mabaya yao na kugeuka. Ole wao, unahole, siku ya Bwana hii karibu. Lakini sisi tuliokoka tunalo tumaini. Yesu alimaliza pale msalabani, alishinda mauti, haina nafasi tena. Tunao uzima tena, tunao tele. Akasema kutakuwapo kilio na kusaga meno. Nikawa na tafakari, najiuliza kwamba kilio na kusaga meno ni nini? Hapo Biblia inaeleza kwamba baada ya kanisa kutwaliwa, kanisa litaponyakuliwa, utapomwona mtumishi wa Mungu Baraka alikuwa jirani yako hayupo, vyombo vya habari vitatangaza ya kwamba mamia wamepotea, watu wengi wamepotea. Ndipo wewe unayesikiliza habari hizi, kama unamfahamu jirani yako alikuwa anakuambia habari hizi, utakuta naye yupo, ili ukapige umbea ya kwamba kuna watu wametoweka duniani. Hautamkuta kamwe. Utasema hebu nijaribu kwenda kwenye ofisi ya mchungaji, hautamkuta kamwe, maana tayari ameondoka. Na hapo ndipo kilio na kusaga meno kinaanza. Unajua, nikawa nakaa ndani natulia na tafakari. Roho Mtakatifu akawa ananielekeza kwamba kilio kitaanzia hapo, kwa sababu wewe umesikia habari njema, alafu
Unasikia redio zinasema, wanatangaza, waandishi wa habari wanatangaza kwamba watu wamepotea. Yaani ukisikia hizo habari unajua umeshabaki. Kanisa limeondoka, umeshabaki. Ukisikia mamilioni ya watu wameondoka duniani, yaani ukisikia tuanza kulia kwamba hamna tena. Kwa sababu gani watu watalia? Uchungu utaanza ile kutambua tu ya kwamba watu wameondoka, na ile kutambua kwamba hawa walioondoka ni watu waliokuwa wanaabudu Mungu wa kweli. Ile kutambua tu, ndipo machozi yanaanza, na machozi na kilio kinakuwa si cha kawaida, kinakuwa cha uchungu. Siku hiyo hautapata kiu ya kula ugali, hauna sembe, hautaikumbuka. Pilau linalolimwa, mchele unaolimwa Kilosa hautaukumbuka. Kama ulikuwa dukani, duka siku hiyo utaliacha wazi, fedha utazikumbuka, maana tayari umeshajua ya kwamba nini kilichopo. Hapo ndipo kilio na kusaga meno. Nikawa nafundisha kwamba watu watalia kwa hasira na uchungu mwingi, kwamba kwa nini nimebaki, kwa nini sikuondoka. Tunaeleza habari hizi leo, inaonekana upuzi, lakini acha nikwambie, ipo siku ya Bwana, siku ya Bwana, siku ya Bwana, siku ya Bwana. Saizi kanisa, uamuzi unarejea ndani ya kanisa. Tuwe macho, tuwe macho. Kanisa, uamuzi unarejea tena, unarejea tena. Ndio maana nakwambia siku ya Bwana ikaribu. Yatasameni haya mnapoyaona, hata mlalamike namna gani ya kwamba hali za kiuchumi. Hapana, usilalamike. Ni wakati wa Bwana ukaribu. Ni heri leo ukamgeukia Mungu, ni heri leo ukaacha njia zako mbaya. Unapakatia dhambi, kijana mzima, unatembea na mama mkubwa kweli, mwenye umri sawa na mzazi wako. Yesu akasema maasi yataongezeka. Leo mtu kumwondoa mtu mwingine kwa ajili ya kitu fulani haoni shida, na imekuwa ya kawaida. Ukikaa ukitulia, ukifuatilia matukio mengi duniani ya ajabu ajabu, vinatokea vitu vya ajabu ambavyo watu wengi wanaona kawaida. Mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, hata kama kuwe na matukio, hakukuwa na matukio hayo. Nikaona mweleza mtu mmoja, nikasema miaka ya nyuma, kama umetoka safari ukafika kwenye nyumba ambayo hata kama wakufahamu, ukasema naomba japo maji ya kunywa, wanakupatia kiwepesi sana. Lakini miaka ya sasa hivi, hata kwenda kuomba maji wanaweza kukwambia nenda, tunapeleka kesi nyingi kwenye ofisi za serikali kwamba unaenda kwa balozi wa mtaa, kwamba yeye ndo atakuhifadhi. Lakini miaka ya zamani hakuna kitu kama hicho. Kulikuwa na upendo usio wa kawaida, kulikuwa na upendo ambao mimi nikimkuta kwa sababu ni mtu fulani nitamuhifadhi. Lakini leo upendo huo haupo. Wanadamu tunaogopana wenyewe. Hata simba wakati mwingine unaweza ukasema ukapanda juu ya mtu utapona, lakini wanadamu wenyewe tunaogopana wenyewe, kwa sababu upendo hakuna tena. Na haya yote yalitabiriwa. Mtu yupo tayari amfungie mtu mwenzake kwenye nyumba yake hapo amtie moto. Sisi tunaona hali ya kawaida na tunasema ya kwamba kamfanyia hivyo. Wengine wanatoa na maelezo kwamba alichofanya ilikuwa hasira tu. Acha nikwambie kwamba ni wakati uliotabiriwa miaka 2000 iliyopita, na Yesu akayasema hayo maasi yataongezeka. Nasi leo tunaona yameongezeka, lakini watu hawataki kutubu, watu hawataki kugeuka. Wanasani hiyo amana ya maisha yao ipo mikononi mwao. Amana ya maisha yako ipo mikononi mwa Mungu. Mikono ya Mungu ndiyo ina amana ya maisha yako. Ajivunia, eti mwingine anajivunia pesa alizo nazo. Acha nikwambie, pesa kuna wakati utaziacha. Sivunie pesa ukiwa na Yesu. Hata ukiondoka duniani, pesa unaziacha. Vijana tunasema ya kwamba tuliokoka, tunasema ya kwamba akili kichwani, Yesu moyoni.
chenji mfukoni, pesa zote benki. Hatutatembea na pesa, zinakuwa ndani ya mfuko chenji. Hapo akili zipo kichwani na Yesu tunaye moyoni. Tunasimama na yeye, hata tukiondoka hatuna cha kuogopa. Ndio maana tukakaa wana Kaseta, wana chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usomi wetu haupai sana. Wapo madokta hapa, wapo masasi hapa, wapo mawasili hapa, wapo watu watofauti tofauti, lakini hatukuona ya kwamba yafaa sana. Tukasema yupo mkuu zaidi ya elimu zetu, yupo mkuu zaidi ya hivi nilivyo. Ndio maana tukasema hatutakaa kamwe tukanyamaza. Wapo ndugu zetu wametulia pande za Mlandizi, tukakaa tukasema hamkosinziae, nuru imekuja, nuru imekuja ndani ya Mlandizi. Sikiliza mtu wa Mlandizi, sikiliza uliye kazini, sikiliza uliye nyumbani, nuru imekuja. Itapoanza giza hautaiona hii nuru. Kukawa na matukio. Twende nikwambie matukio kadhaa yatakayoendelea kuwepo baada ya kanisa kutwaliwa. Tukio la kwanza itakuwa miaka 7 ya kwanza, yani 3.5 ya kwanza na 3.5 ya pili. Ya kwanza itakuwa ni ya dhiki iliyokuu sana. Sefania anasema ya kwamba dhiki ile iliyokuu hakuna mtu atakayestahimili, maana uchumi wa dunia utakuwa umeyumba. Watu yatakaa mataifa makubwa kuweza kujadili namna ya kupandisha uchumi. Watakapokaa, watakapotengeneza namna yao, ndipo hapo wataleta chapa. Hiyo chapa ya mnyama hakuna mtu kununua, hakuna mtu kuweza kupata huduma pakawe nayo. Sasa hivi kuna chipu ndogo, sipo ambazo zinatumika maeneo tofauti tofauti. Hebu kaa macho, mteule uwe macho, siku ya Bwana hii karibu. Ni yeye ukaishi maisha ya kumpendeza Mungu leo, maana upo wakati ambao hautasikia habari hizi. Kijana, hebu nikwambie, unapoona kama vijana hapa, sio kwamba hatuna kazi. Tunazo kazi nyingi za kufanya, lakini kazi iliyokuu ni kazi ya mwanaume mmoja. Unapoona nabeba Biblia naenda ibadani, sio kwamba sina muda wa kukaa, hata nikaanza kufanya vitu vingine, lakini ibada yangu ina maana sana mbele za Mungu. Maisha yako hayana thamani sana kama hauna Mungu. Mtumishi wa Mungu akahubiri Jumanne, akasema ya kwamba alifika Muhimbili, akaona namna watu wanavyolia, wanaona mili imelala, wanalia na kuomboleza. Wapo wengine wanaondoka, si kwamba walitamani kuondoka. Ndio maana watu wengine wakafika wakasema utajiri mkubwa katika dunia hii upo kwenye makaburi. Nataka unielewe, wapo watu walikuwa na mawazo makubwa kuliko wewe. Wapo watu waliofanya vitu vikubwa duniani kuliko wewe. Wapo wana falsafa wakubwa ambao leo falsafa zinatembea, zinaiongoza dunia kuliko wewe. Walikuwepo watu waliogundua umeme, sio kwamba wakutamani kuendelea kufanya uvumbuzi wa vitu vingine, lakini wakaondoka duniani. Nasema hayo kwa nini? Upo wakati unakuwa na thamani unapokuwa duniani, lakini kwa Mungu hauna na thamani. Na thamani ya duniani haina kitu zaidi ya thamani ya Mungu. Tutabaki na vitu vyako, tutasema fulani alikigundua, lakini mbele za Mungu hauna kitu. Aliye na kitu ni yule aliyembeba Yesu Kristo wa Nazareti. Yule ndio anayesamani. Hata akigundua kitu, pamoja na usomi wake, anapoenda mbele za Mungu, Mungu anampokea, Yesu Kristo anampokea, lakini wewe hauna thamani.
Ya maana nakwambia mtu mnandisi, msikilize. Siku ya Bwana i karibu. Siku ya Bwana i karibu sana. Hata kama unasema nitaisubiri ifike, acha nikwambia kwamba